Mateka na Zainabu tangu utotoni, walikuwa marafiki wa karibu mno, walikuwa pamoja na polepole hisia zao zikakuwa kuwa mapenzi ya kweli. Wote wawili walijua mioyo yao ilikuwa imeunganishwa kwa namna ya kipekee. Lakini maisha hayakuwa rahisi. Walipokuwa vijana, familia zao ziliwachagulia na wachumba tofauti. Mateka alimuoa mwanamke mwingine, na Zainabu akaolewa na mwanaume mwingine pia. Muda ulipita, lakini mioyo yao haikusahau mapenzi ya utotoni. Mateso akaanza. Mwanamume aliyemuoa Zainabu alikuwa mkali na mwenye ukatili. Alimtendea vibaya bila huruma. Wakati huo hata Mateka naye alianza kuteseka kwenye ndoa yake. Mke wake hakuwa na upendo tena kwake, alimkemea na kumdharau kila uchao. Siku moja Mateka aliamua kuwa hawezi kuvumilia tena. Alimtafuta Zainabu, wakakumbatiana kwa machozi ya uchungu na furaha. Alimtoa kwa nguvu mikononi mwa mume wake aliyekuwa akimtesa. Alimhifadhi, akamtunza kwa upendo kweli ambao ulikuwa umeanza zamani. Lakini mambo hayakuishia hapo. Mume wa Zainabu alikasirika, akamfungulia Mateka mashtaka akisema amenyang'anya mke wake. Kesi ikaenda mahakamani. Mateka kutetereka, alisimama kidete, akieleza kweli wa mapenzi yao ya tangu zamani na mateso aliyokuwa akiyapitia Zainabu. Baada ya ushahidi wote kusikilizwa, mahakama ilimwachia huru Mateka na kutamka kuwa alimwokoa Zainabu kutoka kwenye mateso. Watu walishangilia, upendo wa kweli ulipata ushindi. Mateka na Zainabu waliungana tena rasmi, wakaanza maisha mapya, upendo, furaha na amani. Waliamua kuandika upya historia yao, si kama watoto wa kijiji tu, bali kama wapenzi waliopigana, kuvumilia na hatimaye kushinda kwa jina la mapenzi ya kweli.